watu wakawa wamechoka na vitu vya namna ile, lakini mwana wa Adamu hakuja kwa wale waliokuwa kamili. Mwana wa Adamu hakudhihirika duniani kwa wale ambao walikuwa ni watakatifu. Mwana wa Adamu alikuja duniani kwa vile vitu ambavyo vilionekana havifai, kwa vile vitu ambavyo vilikosa sifa ya kukaribishwa nyumbani mwa Bwana. Alikuja kuvipa sifa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Yesu ni mzuri, Yesu ni mzuri, Yesu ni mzuri, Yesu ni mzuri. Kwa hiyo Zakayo akatamani kumwona Yesu, kwa sababu huenda alikuwa anasikia habari zake kwa mbali. Kwa hiyo akatamani, natamani siku moja nije nimwone Yesu. Yesu ni mtu wa namna gani? Ninasikia matendo makuu anayoyafanya, natamani nikutane naye. Lakini urefu wake ukamzuia kumwona Yesu. Yule mtu alikuwa ni msomi, akaangalia njia. Yesu anatumia njia gani? Yesu anatumia njia gani leo? Akasema kwa njia hii, pale mbele najua kuna mkuyu. Kwa hiyo nikienda haraka haraka nikapanda ule mkuyu, Yesu atakuja, na akija nitamchungulia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Katika mazingira ya namna hiyo, katika mazingira ambayo Zakayo alikuwa anapambana kukutana na Yesu, Yesu alikuwa alishamwona, ameshatengeneza mazingira ya kukutana naye. Alipofika kwenye mkuyu ule, akasema, Zakayo shuka, maana leo imenipasa kula na kunywa nyumbani mwako. Sasa sikiliza, kuna wale watu ambao walikuwa wameshamwekea Zakayo kwenye kundi fulani la watu. Kwa hiyo waliosikia anataka kwenda akae, ale, anywe kwa Zakayo, huyu mtoza ushuru, huyu mtu asiyekuwa na haki, watu wakaanza kusaga meno. Inakuwa vipi mtu mtakatifu anachangamana na vitu ambavyo haviko sahihi? Yesu akaeleza wote